Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza moja kwa moja naomba nianze na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema kwamba salamu huleta upendo na upendo hujenga imani. Salamu huleta upendo na upendo hujenga imani. Hivyo basi sina budi kuwasalimia wapenzi wangu wa Uktijabu TV. Assalamu alaikum. Leo ni yaumul Jumaa. Najua tumeswali misikiti tofauti tofauti, lakini mimi nimeswali msikiti wa Kipumbwi Pangani. Na mada ya leo nimeielewa vizuri, ila pia nitakapomaliza kuelezea mada hii yangu hapa, ningependa na wewe uniambie kwamba umeswali msikiti gani na mada yenu ya leo imehusu nini. Leo bwana imamu wetu Allah ampe umri mrefu inshallah, ametuelezea kuhusu masuala mazima ya imani. Ni vipi tuache maovu na vipi tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na alitueleza baadhi ya mambo kwamba mambo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, ikiwemo ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Unapomuona Muislamu mwenzako anateleza, moja kwa moja kumfuata, bwana aisee, hapa unakosea, Mwenyezi Mungu hapendi. Moja ya kitu ambacho Mwenyezi Mungu anavutiwa nacho ni hicho. Na kingine bwana imamu wetu pia alisema ni kwamba ni kuwafanyia wema wazazi wawili, kuwatendea wema, kuwakurubisha. Na ndipo pale akatoa kisa cha vijana watatu ambao walikuwa katika pango, kama sikosei, walikuwa wamepitiwa na usingizi, ghafla likadondoka jiwe likaziba mlango ambao wao walitakiwa watokee. Lakini kila mmoja katika wale vijana akaelezea amali yake aliyofanya. Mmoja ya kijana alielezea amali yake ni kuhusu kuwafanyia wema wazazi wake, ambaye alikuwa akitafuta na kuwapelekea ambaye alikuwa akitafuta katika harakati zake za utafutaji, lakini anachokipata moja kwa moja kwanza anaenda kuwapelekea wazazi wake, then ndo anarudi katika familia yake. Na hii ilikuwa ni sababu ya lile jiwe lililoanguka katika mlango wao kufunguka kidogo. Alielezea mengi na mengine ni kuachana na madhambi na kumwelekea Allah. Kikubwa ni takwa. Je, wewe mpenzi mtazamaji wa Uktijabu TV, katika msikiti ulioswali wewe Ijumaa ya leo, mada yenu ilikuwa inahusu nini? Dondosha komenti yako hapo nami nitapita nayo, ila kabla ya clip nyingine nitasoma wote ambao mlinitumia jumbe zenu. Mpaka siku nyingine tena, wahadha, salamu alaikum.